bana, unajua wanasemaga hakunaga siri ya watu wawili. Siku zote katika maisha hakuna siri ya watu wawili. Hasa maneno nakaa hivi siku ya leo. Kuna mchizi ama kuna binti ambaye ameolewa. Tuelewane mpaka hapo. Hii story ni ya binti ambaye amefanya nini? Ameolewa. Anaishi maisha ya kindoa. Ana mume, wanapendana sana. Lakini huyu binti sasa hivi kwenye maisha ya ndoa hamna amekaa sasa hivi nikipiga hesabu tangu mwaka wa 2016 mpaka sasa hivi miaka 10 hiyo. Miaka 10 amekaa kwenye ndoa huyu binti. Sasa pale kwenye ndoa ameajaliwa watoto 3 kwenye ile ndoa. Tunaelewana mpaka hapo? Binti ameolewa tangu mwaka wa 2016 mpaka sasa hivi. Ile ndoa yake ameajaliwa watoto 3. Fire. Asema nini nakaa hivi? Huyu binti mume wake anampenda sana. Na unajua sisi wanaume wakati mwingine tukipenda mtu sana tunakuwa overprotective. Yaani utaki kumwona na mtu, akisema na mtu njiani imekuwa ni kero. Sasa binti yeye akiwa na mume wake ametii. Lakini kule anakofanya kazi yule binti ana sifa ya kufagia maintani. Yaani wale ambao wanakuja kufundishwa kazi, internship ama tachizo wale. Tabia yake sana huyo mama. Unaona? Tunavyoongea ameweka watu kama vijana kama 6 hivi. Na istoshe analipa kila kitu, nyumba wanayoishi. Ameenda hatua mpaka kununulia wale vijana magari. Naelewa? Sasa bwana yule mume wake ni rafiki yangu mkubwa sana. Huu mbea na waulizaji wa mbea. Je, mimi najua hii story. Niende nikamwambie bwana kwamba jamani mkeo anafanya hivi. Sababu anayejua hii story vizuri ni mimi. Na nimechanganyikiwa sijui nisema nisiseme. Manake ninawaambia ili mnisaidie na mashauri wa mbea. Huu mbea ni wangu kwenu. Binti ameolewa tangu mwaka wa 2016. Ameajaliwa watoto 3. Lakini binti maintani pale bwana anafanya kazi tofauti, mke anafanya kazi tofauti. Mimi nawajua kwa kuwa mimi ni rafiki wa ile familia. Unaelewa? Sasa anakofanya kazi yule binti, umbea wangu tu nikachunguza maana mimi nami ni mbea kweli yani. Nikaja kujua kumbe sifa ya ana cheo pale ofisini anakofanya kazi. Ana cheo. Mumewe ni mtu anabangaiza. Lakini ana biashara zake kikadhaa tu mumewe. Unaelewa? Lakini huyo binti anaweka maintani yani kama 6 hivi vijana ambao anaweka mjini vizuri. Unaelewa? Sasa mimi tatizo langu ni hapa. Nilikuja nikajua hiyo story. Nikafuata ile vijana mmoja baada ya mwingine wakaniambia kweli. Kuna vile ambavyo najua kutune mtu mpaka aongee. Nikatune vijana wale nikaweka karibu kama rafiki, wakaja wakaongea mmoja baada ya mwingine. Wakakiri kwamba huyu anatoka mjini kweli. Sasa mimi nimepata umbea wote. Je, nikamwambie huyo bwana wake? Manake unajua mimi kifua changu si cha kuzulia mambo mimi. Ama nitakuwa sijafanya jambo niachane na maisha ya watu. Manake mnajua mimi maisha ya watu yananihusu sana kuliko maisha yangu. Yaani maisha ya watu yananihusu sana hata kuliko maisha yangu. Sasa mimi swali ndio hilo tu. Nifanyeje na mdomo wangu? Je, nikamwambie huyu mwanangu wa kiume kwamba mkeo bana anafanya ABCD? Yani sijui nibie mti huo. Maana mimi mdomo wangu ndio huo tayari mnauelewa vizuri nyinyi.